Kidogo natofautiana na timu kuhusu mpango wa Fountain Gate. Hata bila makosa ya John Noble, goli mimi binafsi nilikuwa naona linatokea kwa sababu hizi sio Fountain walikuwa uzuiaji wao ndio ulikuwa unafanya Yanga wasitengeneze nafasi. Nafikiri niliona hata andiko la Nasri kabla hata makosa ya John Noble, Yanga walikuwa hajatengeneza nafasi. Ni kweli walikuwa hajatengeneza nafasi, lakini walikuwa na attacking action bora. Kilichokuwa kinatokea ni decision making mbaya wachezaji wa Yanga katika nyakati sahihi. Kwa hiyo pale hata Hamdi anakaa kwenye benchi asimamisha fanya kazi yangu, nimwafikisha mbele, ni nyie tu decision making. Ndio ilikuwa inakosekana. Final pass nzuri, movement ambayo ni sahihi, first touch ambayo ilikuwa inawaangusha. Kuna muda mtu ana overdo ama cross ana overhit. Kuna sehemu nafikiri alikuwa fullback kwa Isra alikuwa ni sehemu nzuri sana, aka overhit cross kwenda kwa Clement, na wakati cross ilitakiwa idondokee either kwa Azizi ama kwa Prince Dube. Ndio alikuwa position nzuri. Kwa haikuwa defensive masterclass, yani walikuwa wanazuia ile vizuri. Ni attacking actions za Yanga zilikuwa zinakwama maeneo sahihi na muda sahihi kwa wao wenyewe, decision making ambayo ilikuwa ni mbaya. Kwa ilikuwa tu ni kwangu mimi nilikuwa naona ni issue tu ya muda Yanga kutulia na magoli watafunga. Kuna timu ambayo inazuia unaona leo sasa sijui goli mnalipatia wapi. Na ndio maana hata mimi kuna kipindi niligoma watu walivyosema JKT Tanzania walizuia vizuri ile mechi ya Yanga iliyoisha bila. Kipindi cha kwanza Israel ile mechi Yanga ingeza kufunga hata magoli 3 kwa sababu walikuwa na attacking action nzuri, wanafika mpaka penalty box, decision making inawaangusha. Either anachelewa zaidi mchezaji sekunde 5 anachelewa mpaka beki anakuja na clear, ama labda pasi na kwa sio nzuri, ama first touch sio nzuri. Defensive masterclass, mtu anakupigia mpaka unasema sasa hapa tunahitaji yani mtu afanye jambo la ziada extra kufunga goli, ama mpinzani afanye kosa moja baya kweli kweli.